ambacho tumetoa matangazo hapo kabla, kinachohusu habari ya utambulisho wangu. Na kabla sijaanza, naomba nitoe maelezo mafupi kwa nini tumeita utambulisho wangu, au kwa nini nimeita utambulisho wangu. Kwanza, jambo la kwanza ambalo nataka ufahamu ni kwamba maisha yako ni personal. Tunapozungumza habari za maisha yako au maisha ya mtu yeyote, ni jambo ambalo ni binafsi sana, ni jambo ambalo limefungwa kibinafsi, ni jambo ambalo halihusishi mtu mwingine kwa maana ya mchango wake 100%. Uko hapo ulipo kwa sababu ya mchango wako 100%. Hauna wa kumlaumu, hauna wa kumtupia mzigo popote kwenye maisha yako, kwa sababu maisha yako ni jambo binafsi. Sasa nimetaka nisi generalize, nisilifanye liwe la jumla, na natamani unaponisikiliza usinisikilize kama somo la jumla, unisikilize kama somo personal, unisikilize kama jambo binafsi. Na tunapozungumza jambo binafsi, maana yake tunalenga maisha ya mtu kutoka mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Now, tumshukuru Mungu Baba katika jina la Yesu. Asante kwa sababu umeichagua tena siku ya leo ya tarehe 5 mwezi wa 6 kwa ajili ya maisha yetu. Tunakushukuru kwa ajili ya neno ambalo mbingu zimeandaa kwa ajili ya maisha ya kwetu, kwa habari ya utambulisho wetu. Ninakushukuru kwa ajili ya kila mmoja anayesikiliza na anayetazama popote aliko. Ninakushukuru kwa sababu iko hatua ya kukufahamu zaidi ambayo utatupa kila siku na kila majira. Hakika umekuwa mwema sana e Bwana. Tunamsihi sasa yule Roho Mtakatifu anayefundisha, anayeonya, anayefunua mambo ya siri ya ufalme wako, na kwa sababu sisi ni mawakili wa siri za ufalme wako, tusaidie kuyaelewa na maandiko yako. Karibu sasa Roho Mtakatifu, utufundishe. Tuko tayari kula na kunywa mezani pako e Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amen. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nizungumze mambo machache kidogo kabla hatujaenda hatua zaidi. Natamani nijenge msingi huu wa somo hili kwanza kabla hatujaenda mbali, na tutaongozwa kama ambavyo kwenye matangazo yaliyopita, tutaongozwa na somo linalotoka kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 21. Wakorintho wa pili sura ya 5 na mstari wa 21. Utambulisho wangu ndio kichwa cha somo. Biblia yako itasema, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi, kwa maana ya Kristo, kwa maana ya Mwokozi wa ulimwengu, alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Maisha ya Yesu hapa duniani, katika ule muda ambao Mungu alimpa kuwepo, moja ya jambo ambalo katika mission yake, katika lengo lake la kuja duniani, moja ya jambo muhimu alilolifanya ni hili: kuchukua dhambi za wanadamu na kujitwika na mizigo yao iliyowaelemea, na kuhakikisha ya kwamba huyu mtu aliyekuwa na mzigo wa dhambi ameutua. Moja ya jambo ambalo Kristo katika misheni yake ya kuja duniani alilifanya ni kuchukua dhambi za wanadamu na kuziondoa mabegani mwao walikozibeba,
na kuhakikisha wamezitua. So kusudi la Kristo la kuja ulimwenguni ambalo ni kuwaokoa wanadamu, sawasawa na kitabu cha Yohana sura ya 3 na mstari wa 36, anazungumza habari za kila anayemwamini apate uzima wa milele. Maana yake Kristo alikuja afe, azikwe, afufuke ili kutoa uzima. Maana yake kumkomboa kutoka kwenye kifo huyu mwanadamu cha milele. Na kwenye kulitendea kazi hilo kusudi, moja ya kazi aliyofanya ni kuchukua dhambi ya mwanadamu. Pamoja na miujiza mingi aliyoitenda, pamoja na kazi nyingi alizozitenda, pamoja na maombi aliyowaombea, lakini alichukua dhambi za watu. Na barua hii ya Paulo kwa Wakorintho inasema yeye, yani Kristo, asiyejua dhambi, maana yake alitokana na utakatifu. Anasema hivi, yeye Mungu alimfanya kuwa dhambi. Maana yake ni kwamba alibadilishiwa utambulisho. Utambulisho, na kuja hapo, nataka tufahamu kwanza hichi kitu ambacho Yesu alikifanya hapa. Alitoka kwenye utambulisho wa utakatifu. Takuja ni kueleza utambulisho nini, ila alitoka kwenye picha aliyokuwa nayo au hali aliyokuwa nayo mwanzoni ya utakatifu, ya uungu, akabadilishwa. Anasema hivi, alimfanya kuwa dhambi. Maana yake ili kuendana na kile ambacho kilimleta duniani, Yesu alibidi kubadilika kutoka kwenye picha aliyokuwa nayo, kutoka kwenye aina ya mtu, aina ya hali aliyokuwa nayo, kwa sababu Kristo hakuwa mtu kabla ya kuja duniani, ila katika uungu wake, ule utakatifu wa kiungu ilibidi ubadilike ili kutimiza misheni yake. Anasema hivi, yeye asiyejua dhambi kabisa, asiyefahamu kuhusu dhambi, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi. Mungu hakushindwa kumtuma Yesu katika uungu wake, ila kwa nini alimbadilisha? Kwa nini alimfanya mwanadamu? Halafu hakumfanya tu mwanadamu akaishi hapo, akamfanya kuwa dhambi. Maana yake ni kwamba ili kutimiza kusudi, kuna utambulisho ambao Yesu alikuwa nao mwanzoni wa kiungu, wa utakatifu, Mungu akaubadilisha. Lengo la kuubadilisha ni hili, kwamba atoke katika lile eneo alilopo ili kuitenda kazi nyingine aliyopewa ya kuwakomboa wanadamu. Ilibidi abadilike. Na ilibidi abadilike kwa sababu gani? Ili kuibeba dhambi lazima ufanyike dhambi. Ili kuubeba ukuu lazima ufanyike mdogo. Ili kuubeba uzito lazima ufanyike udogo. Ili kubeba kitu chenye kesho kubwa lazima ufanyike mdogo. Na kwenye udogo huo, kwenye kushushwa huko, haimaanishi kwamba Yesu alishushwa kutoka kuwa Mungu akawa mwanadamu. No, Yesu alibakia kuwa Mungu kweli na mwanadamu kweli. Maana yake utimilifu wa uungu ndani yake ulikuwepo na utimilifu wa wanadamu ndani yake ulikuwepo. Sasa kwa nini alifanyika dhambi? Kwa sababu katika mazingira ya kuibeba dhambi ilimhitaji yeye kuendana na hali hiyo. Maana yake Mungu anapokupa mission fulani, kumbuka ya kwamba kitabu cha Yeremia sura ya 1 na mstari wa 5 kinazungumza habari ya kwamba Mungu anamwambia Yeremia, nilikujua kabla hujawa katika tumbo la mama yako, nilikujua na nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Maana yake tunagundua ya kwamba Mungu alimuumba mtu yoyote kwa kusudi, na katika hilo kusudi ambalo Mungu alikuumba nalo, kuna aina ya picha ambayo unayo, kuna aina ya utambulisho ambayo unayo. Sasa ili kutimiza hilo kusudi ambalo umeumbwa, lazima kuna aina ya utambulisho uwe nayo. Sana kuja hapa, utambulisho ni nini? Utambulisho ni nini? Au utambulisho ni kitu gani? Utambulisho
ni namna ambavyo mtu anafahamika. Utambulisho ni namna ambavyo mtu anafahamika. Kutambulika maana yake ni kufahamika. Mtu anafahamika kwa sababu ya utambulisho alionao. Maana yake ni kitu kinachosimama nyuma ya jina au hali au nafasi aliyopewa mtu. Ni kitu kinachosimama nyuma ya jina, hali au nafasi aliyopewa mtu. Ndiyo maana kuna watu wanatambulika kwa nafasi zao. Kuna watu wanatambulika kwa majina yao. Kuna watu wanatambulika kwa hali zao. So utambulisho uko nyuma ya kile kinachoitwa jina au kile kinachoitwa hali fulani au kile kinachoitwa nafasi fulani. Manake mtu atatambulika aidha kwa jina lake. Chochote ambacho kina jina kinatambulika. Mtu yeyote ambaye amepewa jina anatambulika kwa jina lake. Lakini hali, maana yake mtu anapopita kwenye hali fulani, hali huwa ina tabia ya kumtambulisha mtu. Maana yake kuna mtu anapita kwenye hali ya huzuni, atatambuliwa kama mtu aliye kwenye huzuni. Mtu anapita kwenye hali ya furaha, hali ya vifijo na nderemo na furaha na shangilio, atatambulika kulingana na hali anayopitia. Lakini kuna nafasi, kuna watu wanajulikana au wanatambulika kwa nafasi zao, kwa nafasi ambazo Mungu amewapa. Pengine ni pasta, pengine ni mtumishi wa level yote, pengine ni mwanasheria, pengine ni daktari. Nafasi hizo zote zinampa mtu utambulisho. Kwa utambulisho ni kile kinachosimama nyuma ya jina, nyuma ya hali na nyuma ya nafasi. Na utambulisho ni jambo la kiroho kamili. Utambulisho ni jambo la kiroho kamili. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 11 hata wa 15. Kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 mstari wa 11 na wa 15 unasema hivi. Unasema, maana ni nani katika binadamu ajuaye mambo ya kibinadamu ila roho ya binadamu iliyo ndani yake? Vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye. Utambulisho, hakuna ayafahamuye ila roho wa Mungu. Sura 12, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua, kuyatambua, kupata utambulisho wake, tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Mstari wa 13, nayo twanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Mstari wa 14 unasema, basi mwanadamu wa tabia ya asili, maana yake aliyetokana na Adamu, mwanadamu wa tabia ya asili hayapokei mambo ya Roho wa Mungu, maana kwake huyo ni upuuzi, wala hawezi kuyafahamu. Hawezi kuyafahamu, maana yake hawezi kutambua, kwa sababu ni mwanadamu wa asili bado. Hawezi kuyafahamu kwa kuwa yatambulikana kwa jinsi ya rohoni. Mstari wa 15 unasema, lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote. Lakini mtu wa rohoni huyatambua yote, wala yeye hatambuliwi na mtu. Utambulisho ni jambo la kiroho. Utambulisho sio
kikawaida utambulisho, nimekueleza hatua ya kwanza ya utambulisho au maana ya kwanza ni inatokana na jina, hali au nafasi. Maana yake hilo ni jambo la kimwili. Nafasi ni jambo la kimwili, hali ni jambo la kimwili, jina ni jambo la kimwili, ila ndani yake kuna nguvu ya kiroho katika hayo maeneo matatu niliyokutajia, ambayo yanabeba utambulisho wa mtu. Ndio hapa kwenye ulimwengu wa roho kuna majina ambayo yanabeba roho fulani. Yaani kuna majina ambayo mtu akiitwa, jina ambalo anapewa mtu ambalo ni la kimwili, maybe tunamuita huyu mtu Emmanuel au Hamisi au fulani au Josefu. Hili jina origin yake, mzizi wake umebeba maana fulani kiroho. Ndio maana ni rahisi mtu kuitwa jina fulani na akabeba roho la hiyo jina au roho ya hiyo jina, na hii roho ikamshikilia maisha yake yote. Na Mungu anapotaka kumbadilishia mtu hatima, anambadilishia jina. Ndio hapa Ibrahimu alibadilishiwa jina kutoka Abraham au Abraham, akatoka kuitwa Abraham akaitwa Ibrahim, maanake baba wa mataifa au baba wa imani. Mungu anapotaka kuchange maisha ya mtu huwa anabadilisha jina, kwa sababu jina kiroho ni utambulisho wako. Jina kiroho ni utambulisho wako. Ukisoma kitabu my God, habari za Sauli ambaye alikuwa mtesaji, aliwatesa Wakristo, aliwatesa wale wa kanisa la kwanza kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume, mpaka alipokutana na nuru ya Kristo wakati anaelekea Dameski na kupigwa upofu, akabadilishiwa jina akaitwa Paulo. Ndio huyu aliandika nyaraka nyingi kuliko mwanafunzi yote wa Yesu. Kwa nini? Hatima yake ilizuiliwa kwenye utambulisho wake, na utambulisho wake ulizuiwa kwenye jina. Maana yake hata kama alitakiwa kuwa mtumishi wa Mungu mkubwa kiwango gani, jina lake lilimfunga mahali, na kwa sababu jina lilimfunga mahali, alikuwa hawezi kuendelea kumtumikia Mungu. Jina likamfunga kwenye kutesa wa Kristo na halikumruhusu yeye kuwa mtumishi wa Mungu. Sasa hapo ndio utanielewa ya kwamba jina sio jambo la kimwili. Na unisikilize, pengine una mtoto mahali au una watoto na kuna majina ambayo umewapa bila kufahamu. Nadhani kueleze habari hizi ya kwamba jina lina uwezo wa kuzuia mtu asifike mahali, na jina lina uwezo wa kuamua mtu afike hadi wapi. Ndio maana kuna watu ambao majina yao ilibidi yabadilishwe ili wafike kwenye hatima yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake hatima yao ilitegemea sana jina walilopewa, kwa sababu jina lilibeba utambulisho wao, na kwa sababu utambulisho ni jambo ambalo linasimama nyuma ili kumtambulisha mtu, ili kumfahamisha mtu. Maana yake kuna milango asingeweza kuingia kwa sababu utambulisho wake umeshaharibiwa. Bwana Yesu asifiwe. Sitaki nikae hapo sana, ila natamani nikueleze ya kwamba utambulisho ni jambo la kiroho. Iwe hivyo hali anayopitia mtu ina uwezo wa kumtambulisha vibaya. Maana yake mtu anaweza kupita kwenye hali ya umaskini, hali ya kukosa. Lengo ni nini? Lengo ni utambulisho wake uharibike. Ndio pale ambako inasema sauti ya maskini haisikiki, hekima ya maskini haina maana. Kwa nini hekima ya maskini haina maana? Kwa sababu utambulisho wake tayari umeshaharibiwa. Kwa hiyo kuna mahali ana hoja nzuri, alitakiwa asikilizwe, ila kwa sababu hekima ya maskini haisikilizwi, maana yake utambulisho wake na kusikilizwa kwake kumezimwa. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nitoke hapo nikupeleke kwa habari ya nafasi. Kuna mtu mahali alitakiwa kuwa mpanda farasi. Kitabu cha Mhubiri kinasema, nimeliona baa juu ya uso wa nchi, ya kwamba wale waliotakiwa kupanda farasi wanatembea kwa miguu, na wale waendao kwa miguu wanapanda farasi. Na aliwaona watumwa wakipanda farasi na wapandao farasi wakitembea kwa miguu. Maana yake nafasi ya mtu ambaye yupo
kama alitakiwa kupanda farasi na anatembea kwa miguu, ina damage utambulisho wake. Maana yake alitakiwa kuwa mpanda farasi, lakini kwa nini anatembea kwa miguu? Kwa sababu kutembea kwa miguu kumebadilisha utambulisho wa yeye kuwa mpanda farasi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana lazima uwe makini na nafasi ambazo unapewa, kwa sababu kuna nafasi ambazo ukipewa, lengo ni kuharibu utambulisho wako, usitembee katika utukufu ambao Mungu alikupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka niende haraka ili nikusaidie na Mungu atusaidie sote. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utambulisho ni jambo la kiroho kama nilivyosema, na mtu wa rohoni anayaelewa mambo ya rohoni na kuyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Kwa nini Biblia inazungumza habari ya kuyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni? Kwa sababu utambulisho ni jambo la kiroho, na kwa sababu hiyo linahitaji ufasiri wa maneno ya rohoni kabla halijawa mwilini. Maana yake kabla ya kumuita mtu jina fulani katika ulimwengu huu wa mwili, lazima ufahamu neno hilo katika ulimwengu wa roho lina maana gani, ili usimfungamanishe na kitu ambacho sio sahihi kwenye hatima ya kwake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hapo utagundua baada ya maombi ya Hana kwa habari ya mtoto, akampata Samueli. Kwa nini alimuita Samueli? Kwa sababu alishaweka agano na Mungu. Alishaweka agano na Mungu kwamba ukinipa mtoto huyu, nitamtoa awe sadaka madhabahuni pako, nitamtoa awe mtumishi wako. Kwa hiyo hata kama Samueli asingetaka kumtumikia Mungu, tayari jina lake lilishafasiriwa rohoni kwamba ni mtumishi wa Mungu. Kwa sababu hiyo, lolote aliloitwa mwilini lisingekuwa na uwezo wa kumzuia, kwa sababu rohoni alishatamkwa kwamba ni mtumishi wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Vivyo hivyo kwenye maisha ya kwako kuna mambo ambayo lazima uyafasiri rohoni kwanza, na haya mambo hauyafasiri rohoni kwa akili zako. Ndio hapa tunarudi ya kwamba mwanadamu wa asili hayaelewi, hayafahamu, hayatambui mambo ya rohoni, kwa sababu kwake ni upuuzi. Ila wale walio watu wa rohoni huyatambua maneno ya rohoni na kuyafasiri, huyatambua mambo ya rohoni na kuyafasiri kwa maneno ya rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So utambulisho wako ni huu. Utambulisho wako ni huu, ule uliotokana na Roho wa Mungu. Kwa sababu gani? Anasema hivi, vivyo hivyo na mambo ya Mungu hakuna ayafahamuye ila Roho wa Mungu. Halafu anasema 12, lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali Roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyajua tuliyokirimiwa na Mungu. Maana yake kuufahamu utambulisho wangu katika ulimwengu wa roho, ili kunisaidia popote ambako nitakuwa, nisitambulike vibaya, nisijulikane vibaya, nisifahamike vibaya, nisizuiliwe hatima yangu kwa sababu ya utambulisho wangu. Lazima nifahamu ya kwamba ninamhitaji Roho wa Mungu anifunulie, kwa sababu sikupewa roho ya dunia, ila Roho wa Mungu anifunulie ili nielewe haya mambo ya rohoni ambayo yananipa kujua, kusudi nipate kujua niliyokirimiwa na Mungu. Maana yake nina uwezo wa kuwa na kesho kubwa, ila ni nini kinanifanya niendelee kuishi kama mtu nisiye na hatima kubwa, kama mtu nisiye na kesho kubwa? Ni nini hii inaweza kunifanya niishi maisha ya kawaida? Kwa sababu kuna kitu sijafunuliwa, kuna ufunuo sijaupata katika ulimwengu wa roho utakaonisaidia kufahamu utambulisho wangu, mimi ni nani katika Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuzungumzia maeneo matatu: habari ya jina, hali na nafasi. Maana yake lazima ujue wewe ni nani kwa Mungu wako. Lazima ujue hali yako ni ipi, umewekwa wapi, umekaa mahali gani, alafu ujue nafasi yako kwenye ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nitakupa utambulisho wa kwanza wa kwako. Nimekueleza mwanzoni, somo hili ni la kibinafsi. Hakuna mtu anayehusika na maisha yako 100%. Somo hili ni la kwako binafsi. Sasa utambulisho wa kwanza binafsi wa kwako ambao Mungu amekupa. Namba 1, Mungu amekupa utambulisho
wewe kama kiumbe cha kiroho kinachoongozwa na imani. Waibrania sura ya 11 na mstari wa 1. Mungu amekupa utambulisho huu, wewe unayenisikiliza, unayenitazama. Mungu amekupa utambulisho huu. Namba 1, wewe kama kiumbe cha kiroho kinachoongozwa na imani. Yeyote ambaye yupo duniani anaishi, Mungu alipandikiza utambulisho huu, bila kujalisha jina lako ni Makoye, ni Makaranga, ni Manini, ni Juma, ni nani, ni Hamisi, bila kujalisha jina lako, bila kujalisha hali unayopitia, bila kujalisha nafasi uliopo. Mungu amepandikiza huu utambulisho. Namba 1 ni wewe ni kiumbe cha kiroho kinachoongozwa na imani. Biblia yako inasema mahali fulani ya kwamba hatuenendi kwa kuona, hatuongozi kwa kuona ila kwa kuamini. Waibrania 11 mstari wa 1 unasema, basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Imani ni kuwa na hakika, ni kuwa na hakika. Sasa hauhitaji kuona ili uamini. Ni makosa mtu kuhitaji kuona ndo aamini. Sasa watu wengi wa Kristo na ambao sio wa Kristo, ambao hawajaokoka, wanachofungwa nacho ni hiki, kwamba wanahitaji kuona kwanza ndio waamini. Na hapa tuna kundi kubwa sana la watu ambalo halitaki kuamini mpaka limeona. Sasa imani haihusishi macho yako ya mwili. Ndio hapa inasema imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa sababu hiyo imani haihusishi kuonekana kwa chochote kwako. Kwa hiyo popote ambako hauoni unatakiwa kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Na hautakiwi kuona, unatakiwa kuamini. Mungu hajakuumba ili uone. Ndio maana kuna watu waliumbwa bila macho, ila kwani bado wanaishi? Kwani bado wanafanya makubwa? Kwani bado wanatenda miujiza? Kwa nini? Kwa sababu hawaishi. Mungu hakumdesign mwanadamu ili aone. Mungu alimdesign mwanadamu kama kiumbe cha kiroho chenye imani. So kabla Mungu hajakupa macho hayo mawili ambayo yana uwezo wa kutoboka kesho ukianguka kwenye mti, Mungu amekuumba kama kiumbe cha kuamini, cha kiroho, cha imani. Sasa imani inafanya kazi pale ambako macho yako ya damu na nyama hayahusiki. Ukiona unahitaji kuona ndio uamini, maana yake wewe una shida na hujajua utambulisho wako. Na niko hapa kukupa habari ya kwamba Mungu hajakuumba ili uone, kwa sababu kuna watu wameumbwa au wamezaliwa hawana macho. So wewe kuwa na macho sio kwamba wewe ni special sana, ila Mungu alikuumba ili uamini. Alikupa macho tu kama upendeleo, kwamba angalau wewe unaona miti, unaona na mimea, ila hajakuumba ili uone. Mungu amekuumba ili uamini. Sasa kitabu cha Waibrania hiki sura ya 11 ukishuka pale chini mstari wa 3 unasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa katika vitu vilivyo dhahiri. Yaani hivi vitu tunavyoviona, hivi vitu unavyoviona wewe mwenyewe, unavyoviona na unavyovimiliki na unavyoviona kwa macho haya ya damu na nyama, havikutokana na vitu vinavyoonekana. Yaani kulikuwa hakuna miti inayoonekana, kwamba Mungu aliangalia miti ndio akaumba hii tunaiona. Kulikuwa hakuna mimea, kulikuwa hakuna milima, kulikuwa hakuna bahari ambayo Mungu alikopi mahali akaja kupesti tukaiona. Vyote ambavyo vipo tunavyoviona viliumbwa kwa neno la Mungu na sio kwa vitu vinavyoonekana. Maana yake ukiwemo na wewe haukuwepo kabla. Yaani haukuwepo kwamba tulichukua mahali kopi yako ndio tukakutengeneza.
Mungu alikuumba katika vitu visivyo dhahiri, haukutokana na kitu kinachoonekana. Yani wewe ni kiumbe cha kiroho, ulikuwa hauonekani, ila Mungu akakupa kuonekana. So ulipoonekana, sio kwamba ulitokana na vitu vilivyokuwa vinaonekana, ulitokana na kitu kisichoonekana ambacho ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So jambo la kwanza unalotakiwa kufahamu, macho yako hayatakiwi kuwa direction yako, ila neno la Kristo. Yani hata tuking'oa haya macho mawili tukayatoa, unatakiwa kuendelea kusurvive, kuendelea kumtumaini Mungu, kuendelea kusonga mbele, kuendelea kufanya unachofanya leo hii. Kama unayategemea macho yako ndio ufanye hicho unachokifanya, umefeli. Umefeli. Kwa sababu hatuenendi kwa kuona. Hatujatengenezwa namna hiyo. Yani Mungu anachojaribu kukuonyesha hapa ni kwamba wewe ni product ya neno langu, sio product ya kitu fulani kilichokuwepo. Wewe sio product ya wanyama walioumbwa wakaonekana, kwamba katika hawa wanyama hakuna mtu wa kufanana na hawa tuumbe Adamu. No. Mungu alikuumba kwa neno. So direction yako, mwongozo wako, picha ya kule unakoenda inatakiwa kuwa neno. Kwa sababu haukuumbwa, chochote kinachoonekana hakikutokana na kitu kinachoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Chochote ambacho tunakiona leo hii hakikutokana na kitu kinachoonekana. Chochote ambacho kinaonekana hakikutokana na kitu kinachoonekana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. So haukuumbwa kuongozwa na macho. Yani usitafute assurance kwa macho, usitafute uhakika wa mambo kwa macho, usitafute uhakika wa mafanikio kwa macho, usitafute uhakika wa kufanikiwa kwenye biashara kwa macho, usitafute uhakika wa kufanikiwa kwenye huduma kwa macho. Uangalii ulivyo navyo ndio uone kwamba nitafanikiwa usitafanikiwa. Unaamini katika neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na nikupeleke haraka haraka, kupeleke haraka haraka. Oh my God, my God, my God, my God. Sasa kuna mambo makubwa yanayokusubiria mbele yako, ila unahitaji kuamini kwanza. Unahitaji kuamini kwanza kwenye neno la Mungu. Hauhitaji kuendelea kuyategemea macho yako ambayo yana uwezo wa kuona fedha ulizonazo, ambayo yana uwezo wa kuona mali ulizonazo. Unahitaji kumwamini Mungu kwenye kile amesema kwenye neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 na mstari wa 6 kuonyesha hapa. Kuonyesha hapa. Mungu hakukuumba uongozwe na macho. Yani wewe sio product ya kilichokuwepo kinachotakiwa kuonekana. Wewe ni product ya neno la Mungu. Mwanzo 3:6 anasemaje? Mwanzo 3:6 anasema, mwanamke alipoona ya kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa na mumewe naye akala. Mstari wa 7, wakafumbuliwa macho. Macho ndio yaliwaongoza. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wauchi, wakashona majani ya mtini, wakajifanyia nguo. Kisha wakaisikia sauti ya Bwana Mungu akitembea bustanini wakati wa jua kupunga. Adamu na mkewe wakajificha. Yani macho yakikuongoza, moja ya madhara ambayo utakutana nayo ni kwamba macho yanapingana. Mara nyingi macho yake yatapingana na unachoamini. Kwa sababu Mungu alisema hivi, msile tunda hili katikati ya bustani ya mti huu wa ujuzi wa mema na mabaya, kwa sababu mtakapokula mtakufa hakika. Na Adamu akaamini na mke wake akaamini maneno ya Adamu kwenda kwake. Na alipoamini, macho yakaingia katikati. Sikiliza vizuri.
macho yakaingia katikati, yakaharibu ile imani ambayo Adamu na mke wake walikuwa nayo kwa Mungu. Na Biblia inasema alipoangalia akaona huu mti unatamanika kwa macho, unapendeza kwa macho. Ulipoangalia ukaona ili jambo linapendeza kwa macho. Ulipoangalia kuchukua hii fedha kidogo tu inapendeza kwa macho. Ulipoangalia ukagundua kukosa tu kwa uaminifu wako kunapendeza kwa macho. Mbona nitapata nafasi nyingine za kuwa mwaminifu? Mungu hajaribiwi. Na kuna nafasi ambazo, nisikilize, nimekufundisha pale mwanzoni nikakwambia utambulisho unahusu mambo matatu: jina, hali na nafasi. Kuna watu ambao wana uwezo kuwa na jina zuri kabisa, wana uwezo kuwa na hali nzuri kabisa, na wakawa na nafasi nzuri kabisa, ila kukosa utii wao kwa neno la Mungu kukaharibu utambulisho wao 100%. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana lazima uwe makini na kile unachoangalia kwa macho yako, kwa sababu si kimwingiacho mtu kinachomtia unajisi, ila kimtokacho. Maana yake ni kwamba kile kinachotoka kinatokana na nini? Kinatokana na kinachoingia, ila kinachoingia hakiwezi kukuharibu. Kwa sababu hiyo unatakiwa uzuie kinachoingia ili kile kinachotoka kisikuharibu. Naomba nirudie, si kimwingiacho mtu kinachomtia unajisi, bali kile kimtokacho. Kile kinachomtoka kinategemea kinachoingia. So nikizuia na nikawa makini na kinachoingia, nimezuia kile kinachotoka kisininajisi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa haraka ni kwamba anayeongozwa kwa macho ya mwili, kuna shimo la uharibifu linamsubiria mahali, na yule anayeongozwa kwa imani katika neno la Mungu, kuna mema yanamsubiria mbele yake. Ndio hapa ambako Mungu anazungumza na Yoshua kwenye Yoshua sura ya 1 na mstari wa 5 kuendelea, ya kwamba kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku. Lengo lilikuwa nini? Ili uwe na mema, ndipo mema yatakapokujilia. Mema hayaji kwa kuona mema haya hapa, mema hayaji kwa kuyaona, mema yanakuja kwa kutii neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So umeumbwa kama kiumbe cha imani, na hutakiwi kuongozwa kwa kuona, bali kwa kuamini. Bwana Yesu asifiwe. Na hapa nimezungumzia habari ya macho ya mwilini. Kuna macho ya rohoni, ambayo macho haya ya rohoni ni Roho Mtakatifu anayekusaidia ili kuwepo kwa kitu cha kimwili. Tumesoma kule mwanzoni kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza sura ya 2 na mstari wa 11 hadi wa 15, ya kwamba origin ya kilichoko mwilini ni rohoni. Kwa sababu hiyo hatukupewa roho ya dunia, bali roho ya Mungu, roho atokaye kwa Mungu. Maanake huyu roho atokaye kwa Mungu ndiye atakayetufunulia, ndiye atakayetuelekeza, ndiye atakayetupa ufunuo wa kuyaona mambo na kuyafasiri mambo ya rohoni kwa maneno ya rohoni. Maana yake macho yangu ya rohoni yanatakiwa kuwa wazi kuliko macho yangu ya mwilini. Haitanifaidia kitu mimi kukesha katika mwili, ila rohoni nikawa nimelala. Kwa sababu hiyo, kesheni mkiomba. Sio kesheni huku hamjalala, sio kesheni huku mkiwa macho hivi msilale mpaka asubuhi. Kesheni mkiomba ili msiingie majaribuni. Kesheni mkiomba, maana hamjui siku wala saa atakapokuja mwana wa Adamu. Hatukeshi kwa kuwa macho hivi, kwa kufungua macho mpaka asubuhi. Tunakesha kwa kuomba. Kuomba ni nini? Ni kuyafanya macho yetu kuwa wazi, macho yetu kuwa wazi, macho yetu kuwa wazi katika ulimwengu wa roho, macho yetu ya rohoni kuwa wazi, ili kutusaidia katika nyakati ambazo pengine mwana wa Adamu atakuja atukute tumelala, ila sisi ambao tumekesha, maana yake tuko rohoni, tuko active rohoni, tuko macho rohoni, mwana wa Adamu anapokuja anatukuta tuko tayari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Utambulisho namba 2, haraka. Mungu amekupa utambulisho
Kumbuka nilizungumza habari za utambulisho unaopewa na Mungu, na nikakwambia utambulisho namba moja ni Mungu kukuumba wewe kama kiumbe cha rohoni kinachoongozwa na imani. Namba mbili ni Mungu kukuumba wewe kama utimilifu wa ahadi yake. Waibrania hii 11. Oh my God. Mungu kukuumba, Mungu kukupa utambulisho kama utimilifu wa ahadi yake. Mungu amekuumba wewe kama utimilifu. Maana yake wewe ni utimilifu wa ahadi ya Mungu. Kitabu hiki cha Waebrania sura ya 11 na mstari wa 39 hata wa 40. Mstari wa 39 hata wa 40 unasema hivi. Mstari wa 39 unasema, na watu hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi, kwa kuwa, mstari wa 40, kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kitu kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Kumbuka Mungu hapa anazungumza habari za wale waliokuwa mwanzoni, wale waliotokea mwanzoni. Maana yake anazungumza habari za kina Gideoni. Ukisoma mstari wa 32 anasema, nami niseme nini tena, maana wakati usingenitosha kuleta habari za Gideoni na Baraka na Samsoni na Yefta na Daudi na Samueli na za manabii, ambao kwa imani walishinda milki za wafalme, walitenda haki, walipata ahadi, walifungua vinywa vya simba, walizima nguvu za moto, waliokoka na makali ya upanga, walitiwa nguvu baada ya kuwa dhaifu, walikuwa hodari katika vita, walikimbiza majeshi ya wageni, walifanya mambo makubwa. Anasema wanawake walipokea wafu wao waliofufuliwa, lakini wengine waliumizwa vibaya hata kuwa wasikubali ukombozi ili wapate ufufuo ulio bora. Wengine walijaribiwa kwa dhiaka na mapigo, naam kwa mafungo na kwa kutiwa gerezani. Walipigwa kwa mawe, walikatwa kwa misumeno, walijaribiwa, waliuawa kwa upanga, walizunguka wakivaa ngozi za kondoo na ngozi za mbuzi, walikuwa wahitaji, waliteswa, wakitendwa mabaya. Lakini katika hao wote Mungu anasema hivi, hao wote wakiisha kushuhudiwa kwa sababu ya imani yao hawakuipokea ahadi. Kwa sababu gani hawakuipokea ahadi? Kwa kuwa Mungu alikuwa ametangulia kutuwekea sisi kilicho bora. Sisi akina nani tunaoishi kwenye agano jipya, sisi akina nani tulio katika kizazi hiki, ili kutuwekea kilicho bora, ili wao wasikamilishwe pasipo sisi. Yani imagine, Mungu hakuikamilisha ahadi. Pamoja na hawa watu walitenda mambo makubwa namna gani? Ukisoma habari za Gideoni, ni mtu ambaye alitembea na Mungu kwa viwango vya juu. Ukisoma habari za Baraka, habari za Samsoni, habari za Yefta, habari za Daudi, habari za Samueli na manabii, kina Elia, kina Elisha, kina Yeremia. Mungu alifanya mambo makubwa kwa wakati huo. Walizuia mvua, walitenda miujiza ambayo ilionekana haikuwahi kutendeka hapo kabla. Lakini Mungu hakutimiza ahadi yake. Kwa nini? Ametuwekea sisi kitu kilicho bora ili tuitimize, ili wasikamilishwe pasipo sisi. Maana yake hauko kizazi hiki bahati mbaya, hauko hapo uliko bahati mbaya. Wewe ni utimilifu wa ahadi ya Mungu. Wewe ni utimilifu wa ahadi ya Mungu. Mungu hakutaka kutimiza ahadi yake kipindi cha kina Daudi. Mungu hakutaka kutimiza ahadi yake kipindi cha kina Samsoni. Mungu hakutaka kutimiza ahadi yake kipindi cha kina Samueli, kipindi cha manabii, ila arapa hakutimiza hata wakati wa Isaya, ambaye alitembea na Mungu kwa viwango vya juu, ambaye alitabiri ujio wa Mwokozi na Masihi, ambaye leo hii tunaishi katika msamaha wake. Hakutimiza ahadi hiyo,
ila akatusubiria sisi ili tuandaliwe kile kilicho bora. Nazungumza na mtu mmoja hapa ambaye anajichukulia kawaida, anajiona yeye ni wa kawaida, akiangalia historia yake anakata tamaa. Nadhani kuambia ya kwamba wewe ni utimilifu wa Mungu, wewe ni utimilifu wa ahadi ya Mungu, wewe ni utimilifu wa ahadi ya Mungu. Mungu hakukamilisha yale maisha ya wale watu, hakuyakamilisha na ahadi zake, kwa sababu alijua kuna wewe utakuja. Anasema wasikamilishwe pasipo sisi, wasikamilishwe pasipo sisi. Mungu hakukamilisha safari yao na kukamilisha ahadi yake kwa maisha ya mwanadamu yeyote atakayekuja kwenye uso wa nchi mpaka umetokea wewe, mpaka umetokea. Ni neema ya ajabu ya kwamba Mungu aliniweka kama utimilifu wa ahadi yake. Mungu hakuniweka bahati mbaya. Mimi sio bahati mbaya, haijalishi sina kitu fulani, ila mimi sio bahati mbaya. Kwa sababu hiyo mimi ni utimilifu wa ahadi ya Mungu. Mimi ni utimilifu wa ahadi ya Mungu. Mimi ni mpango kamili na kusudi kamili la Bwana kwenye maisha ya kwangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna maeneo kama 4 ambayo unaweza kuanza kwa kuyapa maana maisha yako. Kwa kuyapa maana maisha yako. Wewe ni utimilifu wa ahadi ya Mungu. Ila kuna maeneo 4 ambayo unaweza kuanza kuyapa maana maisha yako. Eneo la kwanza ni eneo la kumjua Mungu. Mithali sura ya 2. My God. Eneo la kwanza ni eneo la kumjua Mungu. Eneo la kumjua Mungu. Eneo la kumjua Mungu. Mithali sura ya 2 na mstari wa 5 hata wa 6. Mithali sura ya 2 mstari wa 5 hadi wa 6 wanasema, ndipo utakapofahamu kumcha Bwana na kupata kumjua Mungu. Mstari wa 6, kwa kuwa Bwana huwapa watu hekima, kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. Maana yake wewe ni utimilifu wa ahadi pale ambako unamjua Mungu wako. Maana yake katika kumjua Mungu, ule utimilifu unafanyika halisi kwako. Kwa nini unaweza kuishi kwenye kizazi cha waliobarikiwa na usio umebarikiwa? Kwa sababu haujafahamu ya kwamba uko kwenye kizazi cha utimilifu. Kwa sababu hiyo ninamhitaji Mungu ambaye kwa yeye kinywani mwake hutoka maarifa na ufahamu. So ninamjua Mungu kwa kuanza kuwekeza kumjua. Maana yake ninaanza ratiba za kusoma neno. Hata kama nilikuwa siwezi, nasoma angalau mstari mmoja kwa siku na tafakari. Naomba Mungu anisaidie. Bwana Yesu asifiwe. Natengeneza ratiba za maombi. Na hapa utagundua ya kwamba watu wote ambao wanatenda makuu, watu wote ambao wanafanya vitu ambao tunaviona, ambavyo tunaweza kusema huyu mtu anatenda makuu katika ufalme wa Mungu, hakuviolate hii kanuni. Kumjua Mungu ni kanuni namba 1. Ili uwe na matokeo katika Mungu, ili uishi katika utimilifu wa hiyo ahadi ambayo Mungu hakuitimiliza mpaka umekuja. Anasema hawakukamilishwa pasipo sisi, pasipo wewe. Maana yake ahadi ya Mungu itimie kwako lazima umjue. Hawezi ukawa na usichokijua. So lazima uwekeze kumjua Mungu. Namba 2 ni kuishi kweli ya neno lake. Kuishi kweli ya neno lake. Nitakupitisha kwenye maandiko. Muda wangu sio rafiki sana. Isaya 39 mstari wa 8. Isaya 39 mstari wa 8 na Waebrania 4:12. Neno la Mungu ni kama upanga ukatao kuwili, unaweza kugawanya nafsi. Kuishi kweli ya neno la Mungu. Unapoishi kweli, maana yake uoga sio fungu lako. Ujasiri unaanza kuvika nafsi yako, unaanza kuvika moyo wako, unaanza kujiamini tena, unaanza kufanya tena. Kukata tamaa sio fungu lako. Unaanza kupata ujasiri pale ambako unaanza kuliishi neno. Kuliishi neno hauishi tu kusoma mistari, unaanza kuiapply, unaanza kuichukua kama kitu chako binafsi, unaanza kuipersonalize, unaifanya iwe ya kwako binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la 3 ni kuwavuta wengine kwa Kristo. Mathayo sura ya 28 mstari wa 19 unazungumza habari ya wito wa watu wote
kuwafanya wa mataifa kuwa wanafunzi wa Kristo. Maana yake Mungu anapokusaidia kumjua, lengo lake ni kwamba kuna wengine wamfahamu, ili kupitia wewe wengi wavutwe kwake. So unaanza kutimilika, unaanza kuishi kwenye utimilifu wa ahadi pale ambako unawavuta wengine, unafanya jitihada nafsi moja ije kwa Mungu. Mwenye dhambi mmoja akitubu mbinguni ni sherehe. Kwa sababu hiyo wito wa kuwafanya wanafunzi wa Kristo, mataifa yote kuwa wanafunzi wa Kristo, ni wa kila mmoja. Hauhitaji kuwa mchungaji, hauhitaji kuwa mwinjilisti, hauhitaji kuwa mtume, hauhitaji kuwa nabii ili ufanye mtu mmoja aokoke, ili umvute mtu mmoja kwa Mungu. Unahitaji tu neema ya kumjua Mungu kweli na neema ya kuishi kwenye neno lake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la nne ni kufahamu kusudi la wewe kuumbwa na kuliishi. Ukipita kwenye Habakuki sura ya 2 na mstari wa 2 hadi wa 3, anazungumza habari za Habakuki kuandika njozi. Maana yake kusudi lako linategemea sana unaona nini na ni nini umeandika kwa habari ya kesho yako. Njozi hii ambayo Habakuki alitakiwa kuandika, Mungu anazungumza, anasema njozi hii ni kwa majira yaliyokusudiwa, haitasema uongo, ijapokawia wewe isubiri, itatimilika, maana ni kwa wakati ulioamriwa. Kwa hiyo mpendwa, unahitaji kulifahamu kusudi na kuanza kuliishi. Maana yake katika huo umri ulionao, una miaka 19 ndio, una miaka 28 sawa, una miaka 36 ndio, una miaka 40 50, unahitaji kuliishi kusudi. Mungu hakukuleta kuzurura, Mungu hakuleta kusindikiza wengine. Ndio maana jambo la kwanza la muhimu la kufanya, nimekuambia, ni kumjua Mungu. Unapomjua Mungu ni rahisi sana kulijua kusudi lako, kwa sababu kusudi lako haliko kwa watu, kusudi lako liko kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nimalize hapo haraka. Oh Jesus. Jambo la mwisho, you are special. Wewe ni wa pekee sana. Tunapojifunza hizi habari za utambulisho wetu, lazima ufahamu wewe ni wa pekee. Fahamu ya kwamba wewe ni kiumbe cha kiroho chenye imani. Wewe ni utimilifu wa ahadi ya Mungu, ila wewe ni wa pekee. Katika haya yote, you are unique. Wewe ni wa pekee. Hakuna mtu kama wewe, hata tokee mwingine kama wewe. So usijichukulie kawaida. Unapopita katika magumu, usiyachukulie ni magumu. Chukua kama darasa. Kuna usemi mzuri unaosema, do not go through pain, grow through pain. Usipitie kwenye maumivu, usipitie kwenye shida. Jifunze au kuwa au jiongeze, jiboreshe kupitia hicho unachopitia. Sasa Zaburi sura ya 4 na mstari wa 8 tumalize hapa. Oh Jesus, thank you. Thank you Lord. Thank you Lord. Mungu tunakushukuru. Oh Jesus. Ayarabasaya. Zaburi sura ya 4 mstari wa 8 nasema, katika amani nitajilaza na kupata usingizi mara. Maana wewe Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe ni mtu wa pekee sana. Mungu ndiye pekee wa kumtazama. You are unique. Usiangalie watu wanachosema juu yako. Usiangalie majina watu waliokuita. Usiangalie hali ambazo watu wanaziona kwako na wanazisema. Usiangalie nafasi ulionayo. Iangalie neema ya Mungu iliyo juu yako. Uwe na amani, uwe na furaha siku zako za kuishi hapa duniani, ili katika hayo uishi katika pale ambako Mungu amekusudia uwepo, ili uishi katika utukufu ambao Mungu amekupa, ili uishi ukitambulika katika utambulisho ambao Mungu amekupa, ili uishi, anasema, katika amani nitajilaza na kupata usingizi, maana Bwana peke yako ndiwe unijaliaye kukaa salama. Unapopita kwenye magumu, mambo ambayo yanalenga kuharibu utambulisho wako, mambo ambayo yanalenga kukuvurugia amani ya moyo wako,
fahamu ya kwamba Mungu ndiye anayekujalia kukaa salama. Uwe na amani. Rejoice in the Lord. And I say rejoice in the Lord again. Furahini katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Furahini katika Bwana. My God. Mtu mmoja ambaye Roho Mtakatifu anamkusudia kumwambia furahi. Unapopita mahali popote furahi. Ukipita katika mema furahi. Ukipita kwenye magumu furahi. We furahi tu. Furahi maana Bwana ndiye anayekujalia kukaa salama. Kukaa salama. Wakati ambao hakuna hatari furahi. Wakati wa hatari wewe furahi maana unaye Bwana. Usiangalie hali yako ndio uamue utajisikia vipi. Angalia Bwana anasema nini juu ya maisha yako. Usiangalie nafasi ulionayo ndio iamue furaha yako. We furahi kwa sababu Bwana ndiye atakayeamua kuweke wapi. Usiangalie jina lako ulilopewa na wazazi wako ndio uamue utafurahi kiwango gani. Furahi katika Bwana maana yeye ndiye akujalia kukaa salama. Mungu akubariki sana na Mungu akutie nguvu na Mungu akusaidie na Mungu akuimarishe. Na tutaanza maombi yetu kuanzia saa 4 tukiomba kwa habari ya utambulisho. Tutakuwa na break fupi ya karibia nusu saa, alafu tutakuja live tena ya kuwa na maombi kwa habari ya utambulisho, na Mungu atatusaidia katika jina la Yesu. Amen. Mungu tunakushukuru kwa sababu mbingu zimekusudia kabisa tufahamu utambulisho wetu katika wewe. Yako mengi ambayo umekusudia kutufundisha. Lakini Yesu tunakushukuru kwa ajili hata ya lisaa hili moja ambayo tumejifunza kweli ya neno lako. Tunakusihi katika jina la Yesu, Roho Mtakatifu endelea kuibua shauku zaidi ya kukutaka wewe Bwana, ya kuzitaka na nguvu zako na kuendelea kuishi katika uwepo wako. Tusaidie ya Bwana, tupe na Roho Mtakatifu atusaidie kuomba katika jina la Yesu Kristo, maana ujasiri tulio nao ni pale ambako tunaomba sawasawa na mapenzi yako. Wewe unajibu na kusikia katika jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu akubariki sana. Karibu katika kipindi cha maombi kinachoanza saa 4 kamili mpaka saa 6 kamili. Mungu akubariki. Amen.